Amen. Amen. Uaminifu ndugu mpendwa si kwa kinywa tu. Uaminifu sharti uonekane kwa matendo. Unaanza kuwa mwaminifu na Mungu wako na pia unakuwa mwaminifu kwa mtu mwenzako. Amen. Amen. Sababu hawezi kubania Mungu ambaye usiyemuona kwa macho na ukimdharau yule ambaye uko naye karibu yake. Tu uaminifu. Uaminifu wetu ni wapi ndugu wapendwa? Kristo anapoongea na wewe, je, umetii sauti yake? Umekuwa mwaminifu kwake? Ona mbele, nyuma kuko nini? Tauka chuvi. Amen. Uaminifu wetu ni gani ndugu mbele na kanisa? Ndani kazi ya Mungu, uaminifu wetu tumetia wapi? Kitu gani ambacho Mungu alikwambia ufanye ndani kazi yake na kwa mwisho haulifanyi? Je, uko mwaminifu? Hata ndani ya unyumba ndugu mpendwa, unapaswa kuwa mwaminifu kati ya mume na mke wako. Kristo alituma kutangaza kama chukua mwaminifu kwani anatarajia kuja. Amen. Sababu ndugu mpendwa, usipokuwa mwaminifu ndugu mpendwa, utaangamia na uko nafika ndani ya kanisa. Umepata neema, unapewa huduma. Umepata neema, umepata karama. Lakini ni ya kushangaza na ole sana kuangalia jinsi uaminifu wako hauko ndani ya karama yako ambayo Mungu amekupatia. Mungu amekupatia ili uwe mwimbaji ndani ya kanisa, lakini uaminifu wako hauko tena, haonekani kanisani, haufanyi ile kazi. Mungu amekupatia neema kwa huduma ya kuhubiri habari njema, lakini unakimbia kazi ambayo Mungu amekupatia. Je, uko mwaminifu? Amen. Hata ndani ya maisha ya binadamu unapatana ndugu yako mkitembea, lakini pale mbele uaminifu wako unakosekana, mnaachana. Amen. Amen. Mnapatana, mnatumia kazi pamoja, lakini unafanya ujanja. Uaminifu wako uko wapi? Hii somo kwangu linijenga, na mimi na kwako pia ilikujenga. Lakini mpendwa, tuwe radhi sana, uwe zamu kwa uaminifu wako. Sababu pasipo uaminifu utapotea. Hata unyumba unabomoka ni kwa sababu hatuna uaminifu tena. Leo uko unaomba eti Mungu akupatie mume, akupatie mke, lakini jua kama hata akupatie yule mume yule mke, kama hautakuwa mwaminifu kwake, ungali tu na problem. Kala problem. Uaminifu wenu uko wapi? Mnapokuwa na hitaji, mnakuja mbio mkisogelea watumishi wa Mungu. Papa na problem. Lijaribiwa, niombee. Amen. Na unatamka maneno ya kinywa chako ukisema nikifaulu tena nitatumikia Mungu. Nikifaulu tena nitafanya kazi ya Mungu jinsi inavyostahili. Amen. Na nakuwekea mkono, unaenda. Na unapofaulu ndugu mpendwa, unakimbia hata programu za kanisa, unasahau ile ambayo uliongea mbele ya Mungu. Ulifikiri uliongea mbele ya wanadamu, lakini Mungu alisikia. Uaminifu wako wapi? Na ndiye maana taangalia watu kama na hao ambao wanakiri mbele ya Mungu kwa maneno na Mungu anawasaidia. Amen.
Wanapoangusha ule uaminifu, jaribu inarudia tena. Amen. Na anaporudia mbele ya watumishi wa Mungu, anasahau kama yeye ndiye mwenye makosa. Ile hapo tena Pierre, amen, ni mambo ya kutengeneza na Mungu wako. Ni kwa sababu ulienda kinyume na uaminifu wako wewe na Mungu. Tuwe waaminifu. Wa baba, wa mama, vijana, tunaitwa kuwa waaminifu. Amen. Na uaminifu wako utawatambua kwa mwenendo na kwa matendo, ndugu mpendwa. Hali yako itatuonesha kama kwa kweli uko waaminifu kwa Kristo yule ambaye umekiri. Hali itatuonesha kama kwa kweli umekuwa waaminifu kwa ile ambayo ulikiri ndani ya kinywa chako. Utakuona kwa hali yako, matendo yako. Amen. Tunaingia na somo yanayosema hali ya Mkristo ndani ya kanisa. Hali ya Mkristo ndani ya kanisa. Hali zetu ni vipi sisi ambao tunaoita wa Kristo ndani ya kanisa? Natanaambia Mkristo maana nini? Mkristo. Kila mara mnashita wa Kristo, tuko wa Kristo. Natanaambia Mkristo maana nini? Maamuzi. Mkristo maana nini? Tumestahili kusema tuko wa Kristo. Je, kwa kweli hali yetu inatuonyesha tuko wa Kristo? Amen. Mtu ambaye anajiita Mkristo ni yule ambaye amekiri na kuamini na kutembea sawa jinsi Kristo alivyotembea. Amen. Amen. Lakini ni ole sana unapojiita Mkristo, baada ya kanisa kuisha unafanya ingine sura. Amen. Shaki Mkristo wako uonekane popote upitapo, uangalie mtu kabisa amekiri Kristo, sababu amekimbia dhambi, ametembea selon volonté de Dieu. Ametembea, ameishi ndani ya mapenzi ya Mungu, haishi ndani ya mapenzi ya wanadamu. Amen. Utaangalia wengine wanajiita wa Kristo, jaribu inapowafikia, amen, wanasema mbona tumeomba tumechoka, tuituko kwa chini, tupate kwanza hii kwa tupeleka. Amen. Kumbe uko leo unaenda uko unaangamia. Lakini Mkristo ni yule ambaye anavumilia mateso. Kristo naye alivumilia mateso, ndugu mpendwa. Alitukaniwa, alipigiwa, akauawa. Ni sharti la sisi tunaoitwa wa Kristo tuvumilie na utembee jinsi Kristo alivyotembea katika dunia. Bila kuchelewa, tasoma kitabu ya Yakobo. Yakobo sura 3. Yakobo sura 3. Yakobo sura 3. Habana mabiblia? Niko naangalia hapa kwanza hawa iko Habana mabiblia? Yakobo sura 3 mstari wa 4. Wa 4. Tasoma polepole kila mtu asikie. Mstari wa 4. 3:4 nasema 4 Acha kuine pale. 3. Tena angalieni. Merikebu. Tena angalieni. Merikebu hata ni kubwa namna gani na kuchukuliwa na pepo kali inageuzwa na usukani udogo sana popote anapopenda yule ngozi. Shamba pale.
Sasa pale kuina kwanza. Tena pole pole na usome. Ikala pastor. Ikala pole pole. Maandiko yatuambia kama tena angalieni merikebu. Merikebu ni mashua. Mna mashua bato au naviri. Tena angalieni merikebu. Hii merikebu inachukuliwa na upepo na mpepele. Pepe na kuya inaisogeza. Amen. Lakini ukiangalia yule ambaye anaongoza merikebu ni mtu kidogo kushinda merikebu. Ni mtu kidogo kushinda merikebu. Tena angalieni merikebu hata ni kubwa namna gani na kuchukuliwa na pepo kali zinageuzwa na usukani mdogo sana. Popote anapopenda yule mwongozi anaongoza merikebu popote anapopenda. Ngajile mkao kwenda mkao. Kwa Tanzania. Amen. Na ni mtu mdogo ambaye anaongoza merikebu mpendwa. Soma kutano yake. Anasema hivyo ulimi vile vile ni kiungo kidogo. Shangilia Bwana. Hata vile ulimi ni kiungo kidogo sana ambacho kinakaa ndani ya mtu. Lakini kina hatari kubwa ndugu mpendwa ulimi. Wayopatia mfano wa merikebu. Mtu mdogo anaongeza mahali pale ambapo anataka. Na vile pia anatuambia kama ulimi ni kiungo kidogo sana kwenye mwanadamu. Unaojivuna. Majivuno makubwa. Angalie. Maana mto mdogo unavyo choma poli kubwa sana sita na ufimi na ulimi samani na ulimi ni moto ulimwengu wa uovu. Katika viungo vyetu ndio ulimi unachafua mwili wote na unawasha moto kwa maisha yetu katika dunia. Shapala. Hivyo ulimi vile ni kiungo kidogo unajivuna majivuno makubwa. Huu ulimi wako ndugu mpendwa ni kitu kidogo, lakini siku moja kitakuangamiza. Kujivuna kwako ni kupitia ulimi wako unaongea. Mungu anapokubariki, ulimi wako uje ukamshtukiza Mungu, wako ni majivuno sasa. Unaangalia mie njoo na unadharau wengine. Ulimi. Sitaki natuambia na ulimi ni moto. Ulimwengu wa ovu. Ulimi ni moto mkubwa sana na ulimwengu wa ovu. Sawa, mambo yote ambayo unatosha ndani ya kinywa ndugu mpendwa, iko moto mtupu. Ndani ya ulimi mna baraka, ndani ya ulimi mna laana. Watu watumia ulimi wao kwa kuharibu watu. Utaangalia watu leo maisha yao yanakatala. Utaangalia watu leo wanaongea mambo siyowezekana. Ndugu mpendwa, ni ulimi ambao unaongea. Amen. Unafikiri kufunga maisha yako ni kwa mawazo, ni kwa ulimi.
wanaongea maneno. Ulimi, ulimi, ulimi ni moto mkubwa ndugu mpendwa. Ni kingo kidogo, lakini kina madhara makubwa sana. Je, ulimi wako unautumia kwa kazi gani? Ulimi wako unautumia kwa kazi gani? Na ulimi ni moto, ulimwengu wa uovu katika viungo vyetu, ndiyo ulimi. Unaochafua mwili wote na unawasha moto kwa maisha yetu katika dunia. Amen. Yaani hii ulimi inaangamiza mtu maisha yake yote. Amen. Ndugu mpendwa, nataka kuambia niseme maisha yako, kama uko unaangalia uko naishi maisha ya magumu, kama uko unaangalia uko naishi maisha ya vifungo, ni kwa sababu ulimi uliongea eti usisonge mbele. Amen. Amen. Ulimi ni kitu kibaya sana, na watu wanakitumikisha jinsi isivyofaa, na ndiye maana utaangalia watu wanaangamia sana. Ulimi. Hapa anatuambia na unawasha moto kwa maisha yetu katika dunia. Na moto wenyewe umewashwa kwa Gehena, maana kila namna ya nyama na ndege na ya vitu vya kutambaa na ya vitu vilivyo katika bahari, wote wanafungwa na wanakwisha kufugwa na watu, lakini ulimi hakuna mtu hata moja anaweza kufuga. Amen. Amen. Wanatuambia kama unaweza kufuga nyama ndani ya bahari, unafaa kusini. Amen. Amen. Unaweza kufuga kanga kutoka porini, lakini ulimi ndugu mpendwa hauwezi kufuga. Niko nataka kuambia juu ya hali ya Mkristo ndani ya kanisa. Mkristo ndani ya kanisa, ulimi wako umechunga namna gani? Umetumia ulimi wako namna gani? Lakini ulimi hakuna mtu hata mmoja anaweza kuufuga, ni ovu usiotulia. Amen. Ulimi hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufuga ulimi, sababu ulimi ni ovu usiotulia. Kila mara anaongea matusi, kila mara analaani watu, kila mara ulimi ni kigeugeu. Amen. Ili sifi uiletee kasukari ndaongea. Amen. Mano mazuri. Amen. Ili sifi nione tu unanikosea, ulimi ndaigeuza tena. Nona pastor, merci kwa kubariki, umenipa chuvi, basi Mungu akubariki. Amen. Lakini ninaposikia tena umenikosea, kaka mama kalainiwe tu. Unaona ulimi. Hakuna mtu